Mtazamaji wa ZMA Online TV, karibu katika matangazo haya. Tupo katika hoteli ya Zanzibar Golden Tulip hapa airport, na kilichotukutanisha hapa ni mkutano mkuu wa wenye viti wa bodi pamoja na wakurugenzi wa taasisi mbalimbali za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mashirika mbalimbali ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambapo kitadumu hapa kwa muda wa siku 3 kuanzia leo, na kikubwa zaidi wanaenda kujadili mafanikio na changamoto juu ya utendaji ukazi katika mashirika haya na taasisi hizi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Katika jambo hili kubwa sana, kutakuwa ndani yake na maonyesho ya wajasiriamali wako hapa, lakini pia si hilo tu, hata taasisi mbalimbali za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, mashirika yapo hapa, na sisi Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar tumechukua banda letu hapo ndani, utakwenda kuliona, na kikubwa zaidi tunakwenda kutangaza kazi ambazo tunazifanya kama mamlaka. Kwa hiyo wale mabaharia, wale manahodha na wote ambao wanahusika na sekta ya bahari, tunawakaribisha kwa siku hizi 3 ambazo tutaendelea kuwepo hapa katika maonyesho haya ya CEOs, wakurugenzi wakuu pamoja na wenye viti hapa katika hoteli ya Golden Tulip. Mgeni rasmi katika shughuli hii ya ufunguzi hapa ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye atakuja kufungua forum hii kubwa kabisa katika nchi yetu ya Zanzibar. Mimi ni Suleiman Abdullah, nyuma ya kamera Saleh Abdallah Yusuf, DJ Saleh, ambaye tutakuletea matangazo haya katika siku zote 3 ambazo tutakuwa katika maonyesho haya. Nikutakia kila laheri na utazamaji mwema, na baadaye tutawatafuta walioandaa shughuli hii, na si wengine ni kutoka hazina kule. Kwa hiyo mkuu wa hazina, treasurer, ndio ameandaa jambo hili kubwa. Tutapanga mazungumzo naye na watendaji wengine pamoja na ma-CEOs ambao wapo hapo ndani katika ukumbi huu baada ya Mheshimiwa Rais kuizindua rasmi. Ungana nasi katika mjadala wote huo na hakikisha unapata kile ambacho kinakustahili hapo nyumbani. Asante sana. Mtazamaji wa ZMA Online TV, kama nilivyokuahidi kwamba tupo hapa katika maonyesho haya maalum yaliyowakutanisha wenye viti wa bodi, wakurugenzi, wakiwa katika eneo hili la hoteli ya Golden Tulip, na hapa wanajifungia kwa muda wa siku 3 kuweza kupata maelekezo mbalimbali namna ya kuimarisha taasisi zao, changamoto ambazo wanazipitia na kubadilishana mawazo juu ya mafanikio mazuri. Ni katika awamu ya 8 ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndio jitihada hizi zinakuwa zinafanywa kwa kasi kubwa zaidi ili ma-CEO hawa waweze kufanya vizuri zaidi. Mbele yangu hapa niko na Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Injinia Ali Saidi, naye amekuwa miongoni mwa washiriki katika mkutano huu. Basi tupate maelezo kutoka kwake, nini kinapatikana hapo ndani, na baada ya siku 3 hizi wanategemea nini ma-CEOs pamoja na wenye viti hawa. Karibu sana Injinia. Asante sana. Asante sana. Karibu. Jina langu naitwa Ali Said Bakari, ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Kama ulivyoeleza, leo tuko hapa tukishuhudia uzinduzi rasmi wa jukwaa hili la kuongeza kasi ya mashirikiano pamoja na mabadiliko ya uongozi kwenye suala zima la maendeleo ya nchi, ambao uliweza kuzinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na hii imekuja baada ya kipindi cha mwanzo cha Dr. Mwinyi. Mwishoni wa kipindi hichi ilianzishwa forum hii kwa lengo la kuongeza kasi ya ukuaji wa maendeleo ya Zanzibar. Kama sote tunavyojionea ni kwamba hakuna sekta
aidha ya kijamii ama ya kimaendeleo ambayo Dr. Mwinyi hajaigusa katika visiwa hivi ndani ya miaka mitano iliyopita, lakini pia lengo lake ni kwamba kwenye miaka mitano hii kasi hiyo iongezeke kwa uimara zaidi, na ndio maana akaanzisha chombo. Lakini leo forum hii ipo kwa malengo yale kuhakikisha kwamba wakuu wa taasisi pamoja na wenyeviti vyao wa bodi wanawekwa pamoja na kuweza kubadilishana mawazo namna gani na ni mbinu gani zitumike katika kuongeza kasi na mashirikiano. Na kama tunavyojua katika maendeleo yote yale bila ya kuwa pamoja basi huwezi kuendelea. Na naweza nikatoa mfano mdogo, ni kwamba mimi taasisi yangu au wizara yetu hii ina taasisi 10 sasa hivi ambazo tunaziongoza, lakini pia tuna mwelekeo kwa mujibu wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuanzisha taasisi nyingine 2, shirika la ndege pamoja na shirika la reli. Kwa hiyo tutakuwa na taasisi 12. Yes. Kwa hiyo bila shaka bila mashirikiano baina taasisi wenyewe kwa ndani, lakini taasisi hizi na taasisi nyingine za wizara nyingine za serikali hii pamoja na binafsi, basi maendeleo haya hatuwezi kufikia. Na nitoe mfano tu, sasa hivi tuna ujenzi wa mabarabara haya, ikiwemo barabara hii ya njia 6 ya Fumba, ambayo barabara hii tunaona imekuwa katika eneo lake la ujenzi, hasa tukianza ZRA tulikuwa tumejaa miundombinu. Tuna miundombinu ya umeme, tuna miundombinu ya data ya wenzetu wa ZICTIA, lakini tuna miundombinu ya taasisi nyingine mbalimbali. Bila mashirikiano basi kazi ile ingekuwa ngumu sana, lakini kwa sababu ya mashirikiano na wenzetu wazawa, ZICTIA, shirika la umeme, TTCL na wenzetu wa cables ambao ni private sector, jambo hili naona wananchi hamkuwahi kusikia kelele pale zote za malalamiko, kwa sababu ni jambo tumekaa ndani ya nusu saa tumekubaliana na kila mmoja kaweza kuondoa miundombinu ile kwa kasi kubwa bila ya wizara kutumia gharama yote ile, na hii imeifanya barabara hii ndani ya siku karibu 13 niseme 14 tumefika kiwango kizuri, na ndani ya wiki 3 au 4 barabara hii itakuwa tayari kwenye kiwango cha kuwekea primer, kitu ambacho kisengetegemewa katika hali ya kawaida kutokana na miundombinu mikubwa ambayo ilikuwa katika eneo hili. Kwa yote hii ni sababu ya nini? Mashirikiano. Kwa mashirikiano yanaondoa sio kuondoa tu misuguano ya kitaasisi, lakini pia yanafikia yale malengo ya Mheshimiwa Rais kwa kasi kubwa, kwa malengo ambayo yeye mwenyewe kajiwekea. Kwa hiyo jukwaa hili ni muhimu sana, na niweze kuwanasihi wale washiriki kwamba waweze kutoa mashirika kuiga pia nani kafanikiwa, kwa nini kafanikiwa. Lakini nukta nyingine, Mheshimiwa Rais alizungumzia swala zima la ukusanyaji wa mapato na gawio kwa taasisi hizi katika kupeleka kwenye mfuko mkuu wa hazina. Kwa hiyo lazima tuweze kujipambanua, kuangalia wapi tupo, lakini mbinu gani zitumike na wale waliofanikiwa wamefanya vipi, ili wakesho kwamba yale malengo ya serikali katika kuongeza makusanyo ya serikali yanapatikana, kwa sababu miundombinu ambayo tunaijenga itahitaji si tu fedha za kujengea, lakini itahitaji fedha kwa ajili ya kuitunza baada ya kukamilika kwake. Kwa hiyo hatuna budi kwamba lazima tuwe na vyanzo vya fedha, lakini vilivyopo pia lazima tuweze kuvisimamia vizuri, lakini mashirikiano ndio kila kitu. Asante sana. Baada ya machache niseme tuendelee kushiriki, watu wasiondoke kwa muda siku hizi 3 ili kuweza kupata manufaa yale ambayo yatawasilishwa katika forum hii ya siku 3.